Duniani hamna kitu kinaitwa haki. Duniani kuna sheria na kanuni. Ukienda kinyume na sheria na kanuni, utakamatwa, utashtakiwa kwa mujibu wa sheria. Hautashtakiwa kwa mujibu wa haki. Sijawahi kusikia labda mtu anasema kwamba unashtakiwa kwa mujibu wa haki fulani. Hapana. Badala yake huwa nasikia unashtakiwa kwa mujibu wa sheria. Maana yake unashtakiwa kutokana na sheria iliyopo, iliyotengenezwa. Na hii sheria ilitengenezwa na wanadamu. Maana yake sasa haki duniani haipo. Kama haki ingekuwepo, watu wasingekuwa wanatafuta haki. Haki haipo hapa duniani. Haki ipo kwa Mungu mwenyewe. Mungu ndo anaweza kutoa haki, lakini hapa duniani hamna haki. Na ndio maana unaona mambo mengi yanatokea ambayo yanakuchanganya. Vitu ambavyo vipo mwanadamu hawezi kuvipambania, kuvitafuta kwa sababu vipo kwa ajili yake. Kwa mfano, pumzi. Hakuna mtu hata mmoja ambaye ameshawahi kuamka na kudai kwamba leo nataka kupumua au leo sitaki kupumua. Ila ipo pumzi na ndio maana wanadamu tunapumua. Na kifo kipo. Hakuna mtu ambaye ashawahi kukidai kifo kwamba leo nataka kufa. Sema vifo kwa sababu ni kanuni au ni sheria, ndipo watu huamua. Wengine wanakufa kwa sheria hiyo ya asili, lakini wengine hufa kwa kutengenezewa. Maana yake usipokufa kwa ajali, utakufa kwa ugonjwa. Usipokufa kwa ugonjwa, utakufa kwa mikakati. Mikakati ipi? Mtu mwingine anaweza akapanga mikakati akakuua. Maana yake tayari hiyo ni kanuni imetimizwa, lakini njia zilizotumika ni mwanadamu ameamua wewe kukuua. Ninachowakumbusha ndugu zangu ni wa Afrika pamoja na wa Tanzania kwa pamoja, duniani hakuna kitu kinaitwa haki. Duniani kuna sheria na kanuni. Pambaneni kutafuta ukweli. Ukishapata ukweli utaishi kwa amani siku ambazo utajaliwa na Mwenyezi Mungu kuwa hapa duniani. Haki, Mwenyezi Mungu pekee ndiye anayeweza kutoa haki, lakini hapa duniani hakuna haki. Kwa maana mifumo iliyotengenezwa mingi imetengenezwa si kwa lengo la kukusaidia wewe, ni kwa lengo la kukupumbaza wewe. Kama mifumo mingi ambayo imetengenezwa ingekuwa kwa lengo la kukusaidia, basi leo kusingekuwa na dokta ambaye anatamani haipendi kazi yake. Kusingekuwa na mwalimu ambaye haipendi kazi yake. Kusingekuwa na injinia ambaye hapendi uinjinia, anajutia kwa nini alichagua kuwa injinia. Kwa nini? Unakuta hao watu mainjinia, madokta, watu wa usalama, polisi, wanajeshi pamoja na watu wengine ambao wamesoma kwa muda mrefu hawaishi maisha mazuri ambayo sasa hayo maisha mazuri anaishi mchezaji wa mpira wa miguu. Mchezaji, wana michezo wote wanapata fedha nyingi sana. Kwa nini wanapata fedha nyingi sana wana michezo? Kwa sababu wana michezo ni sehemu ya kuprogram akili ya mwanadamu ili kusudi isifikiri, uwezo wa kufikiri ufe. Maana yake inatakiwa uamke, ujue hapa duniani hakuna kitu kinaitwa haki. Hapa duniani kuna sheria. Pambana kutafuta ukweli wa namna dunia inavyoendeshwa ili kusudi mambo mengine uachane nayo, kwa sababu ukianza kudai haki na haki haipo, utaishia kupoteza muda, kwa sababu kitu unachokidai hakipo. Duniani tafuta namna ya kupata riziki ya kukutosha wewe kutumia siku ambazo utajaliwa na Mwenyezi Mungu kuishi, siku ambazo utaishi kabla haujafa. Maana yake tafuta uwezo wa kujiingizia riziki. Basi hapa duniani ndo tunavyoishi hivyo. Lakini kupambana kusema kwamba nadai haki, unaidai haki, nani anayo hiyo haki? Ipo kwa nani? Kungekuwa na haki, watu wasingekuwa wanapigana vita, wanaua raia, halafu wao wanakaa wanajadili, kisha wakishindwa kuelewana wanaingia tena kupigana, na wanapopigana raia wanakufa. Nini cha kujifunza? Duniani ndugu yangu hakuna kitu kinaitwa haki. Haki ni msamiati ambao ni illusions, ni udanganyifu. Hakuna kitu kinaitwa haki. Bwana akubariki sana kwa kunisikiliza mwanzo mpaka mwisho. Tafuta ukweli wa namna dunia inavyoendeshwa, utaweza kuelewa. Kati ya kitabu ambacho kitakusaidia, tafuta kitabu kinaitwa Unseen Hands. Utaweza kuona nini kilicho nyuma ya pazia.